Hello guys, karibu tena katika Right Pick Trend. Leo nao tumekuandalia uda kwingine kali sana. Nikiwa kawaida ni wako Rogers Onyando na mwenzani. Fadila Nyonje. Najua nimepotea for some time, but now we are back. I'm back. So it's going to be hot. Yeah. So leo sijui nianza kucheka kwanza, but wiki imekuaje? Hebu tuambie wiki yako imekuaje? How's the weekend? Najua ni Wednesday. Ni Thursday. Yeah. So leo swali yetu ya leo itakuwa ni, do you think it's right for men to send fare to their women? Mwenye wamemeet online. Is it possible? Yeah. Si unataka sana mtaishi mkijuana tu online. Si unafaa meet in person mjuane. Na lazima utume fare. So it's very sad for Kenya Men's Association. We as men, we are crying. One of you. One of us is down. So we are talking about one guy from Homa Bay. Homa Bay unit. Yeah, he's already 2K. That's still constant. As a transport fare. Imagine I'm trying to figure out ama anajaribu kucreate hiyo picture, hiyo taswira. So nimekaa tu hivi nimeona mjamaa fanya aliingia kwa toolkit. Sim toolkit. Then akapaste hiyo number. Amount 2K, then send. Confirm sijui nani. So jamaa alikuwa na matumaini 1 2 3 preparation yuko na huko. Na maybe at some point huyu jamaa nikaa alikopa hiyo do. So to an extent jamaa na yako Homa Bay County as you are speaking right now ako Homa Bay County referral. But I think we should support this guy by at least contributing 10 kidogo arudishe deni ya. But me akisa ingine ni ngumu kutetea data yangu. But what do you think? Mbona unafikiria mademu wengi wanakuranga fare? Like maybe they are unaona venye wanasemanga wanaume wamezaliwa tu kucheat na everything. Hiyo iko tu sijui ilianza na hivi au sijui nini happen. Even na fare. But hii inanikumbusha tales za guy. Hakutuma fare. Walielewana na demu. Let's meet in a certain town. So na ilikuwa distance ya 600. Pia kumbuka kuna watu wako hiyo online but hawataki kudate, ni business pia. Maybe unaweza pata hivyo ako na watu tuseme watatu wametumia hiyo 2K kwa amepata 6K. Yeah. Imagine. Hiyo ni salary ya mtu. Hey. So what can be advice to our young generation? Maybe wamekutana na demo online ama wameanzisha relationship ya online. So I'm sure that si zote zinakaanga successful. Kuna zile zinakuanga serious na kuna zile sana jokers. So what are the early signs boy akiona tu hivi anafaa kuavoid? Ukiona tu ana insist tutume pesa, like wetu utaona tu kwa chat, unajua huyu hapana. Na communication ikiwa sana mostly based on cash. Avoid. So tukitoka hapo tunaelekea anze kuna post hapa ya Nyatumbili alikuwa amepost. Iko inasema according to Is it according to yeye au? I can say according to yeye, again I can say according to the research. Kenyan men are ranked the most handsome men in Africa. Yeah. So do you agree? Yeah, I agree. Kenyan men wako handsome sana. So na huko nikiona representation, yani tunarepresentiwa na kina BN wako huko, Tubilia mwenyewe pia wako huko, then kina Tizia wako. Yeah. So congratulations to Kenyan men. You are ranked among the most handsome men in Africa.
but pia yeah, I can say pia ni countrywide. Yeah. So tukitoka huko we are heading to where pia our celebrities pia this round ikawa most of them they want to shift to political space. Okay. Yeah. Like King Kaka alikuwa ameweka post akisema King Kaka East kwa Beast. King Kaka 2027. Are you ready for change? Okay, I think inakuanga good idea. Yeah. Unajua unakumbuka Jalango? Yeah. Alikuwa celebrity na hiyo like the following watu wako nao, so watu wamemjua. I think wanakuanga na good chance ya kupata hiyo seat. Pia Jawa pia naye alikuanga ni celebrity pia. So pia alirun, then tuko na Baha pia alijaribu but tusikata. Then tulikuwa na Wasit McDonald Mariga ama yes kumbuki. I think ni pia alijaribu but kidogo vitu silikata. Then tuko na MC Chesi. Pia alijaribu pia but nikaa pia ground ilikata. Okay, tukitoka kwa King Kaka tuende hapa kwa Diana Marua. Umeona like I think high schoolers wameenda for the holiday. So I think it's an advantage for Upperton musicians. Most of our viewers wanakuwa wamerudi home. Okay, so then the son huyo mtoto wake Morgan alirudi, then Diana Marua kwenda kumchukua like alikuwa amevaa biker shot. So imeleta some reactions online, watu wakisema mara. Yeah. But I don't see any problem with that since it's a generation. Zile vitu tumezoea. So now they say your dress, your choice. Okay, kama ni hivyo mnasema, but I don't know. Yeah, so tuambie hapo kwa comment section, what do you think? Do you think it was the right thing that Diana Marua alifanya ama what's your suggestion? Alafu tukitoka huko we are heading to Willy Paul. Alikuwa ameweka post pia akisema Syokimau MP. Consider this as a warning. Katani Road is bad. Tengeneza barabara na usifanye ile ufara umezoea kupandika. Tengeneza barabara upya kwa hiyo pesa iko. You have prayed us for wrong. Be careful, unaweza kuwa impeached boss. You are not doing your work na ukitaka niingie debe na wewe 2027 jaribu. Do your work. Wakazi wanaumia wao. Okay, I think barabara ya Syokimau like huyo MP wao huwa tu anaenda na like ananini juu barabara iko sawa. Maybe after some time inaharibika tena. Yeah. But hii imekuwa ni trend ya politicians. So maybe anaanzisha kwa project kuwafumba macho tu. Then wakiona inaelekea 2027. So hiyo project sawa watakuja waifanya, then wakuja watudanganye. Si unaona nimetengeneza hiyo barabara, then si mnipatie second nini. Alafu nimalizie sasa. But let's be careful. Hawa watu wametuangusha vibaya sana. So tukitoka huko we are heading to April. Yeah. Na umejua kuna nini outbreak ya au maladies kukua mimba. Like most of them say wako pregnant. But we understand. And I'm happy by the way. Hakuna mwenye wanaweza kuwa wanangoja 30 years. Mtu ni mzee but hata ana mtoto. And I think it's the right thing they are doing. But I think whether pia now iko favorable sahi, as you can say, juu kwa ni mingi. So we should expect more. Yeah, but kitu nimerealize huyu ni mtoto wake wangapi by the way? I don't think huyu ni first born. Sijui. But I think huyu April amepotea sana.
Ni long time nimemsikiza. Alafu alikuanga in a toxic relationships. I don't know kama baada yako huko. I have to check. Juu kuna time nilikuwa napatanga amepost alikuwa in a toxic relationship. So I don't know kama aliachana na hiyo relationship ama baada yako, but I think alitoka. Okay, my advice to ladies. Yeah. Once umeona a red flag hivi, run, achana na iti maybe I'm there, maybe I'll change. Yeah. So tukitoka hiyo side tunaelekea kwa socialite. Kate Tuko says her bride price is 35 to 40 million. So what's your bride price? Huyo ni msee alikuwa amemuulizia na Ro. Then akajibu 35 to 40 million if you get it. So do you think she's worth that amount? Okay, first yeye tu mwenyewe ndo anajua like kwa nini anasema anataka hiyo, but yeah, but it's not ready to decide her bride price. Oh no, it's ready to decide. It's parents. No, it's ready. Your parents is a no. You know, the reason why it's the responsibility of the family members to decide what they want. First things to consider before paying the bride price, education level. Yeah. So if already has a degree, consider her bride price running as from 1 million to under June. Yeah. Then if she is a form 4, so expect something to no unajua kuna hii internet kuna wase wamefika form 4 hata maybe wengine ni dropouts, but sahi what they have like hiyo 1 million hata iwafai, like wanaona 1 million is nothing. So anasema my bride price hata ikuwe hata 30 million, but hata hakufika form 4, maybe anaisha form 4. So it's a lady to decide. Maybe ana earn more, ana pesa nyingi, anaona 1 million is nothing. But nikikumbuka from my home background, I am a Kisii. So maybe bwanaka amekufa na hako amelipa so hapo naonanga like ni kupatisha tu, so wanasema hata ako kandama acha tuchukue tu tumtolee tu, hatuna option hapa. Okay, the same na huko kwetu kama amekufa na hapo ametoa, but I think huko kwetu ni kama mwanamke pia kama lazima tu watatoa ng'ombe like watu ile iko. Yeah, so stop saying 35 to 40 million. So anything can do. What they want is appreciation. No. So imagine a cow representing you. Okay, struggle from class 1 nursery umekuja hii campus umeinama, then mtu akupeti ng'ombe ti appreciation ndio yako ka ng'ombe. It depends the quality all the what can I say. Najua pia tuko na ng'ombe ya kuna ng'ombe siko 150k kuelekea huko, kuna zingine hadi 1 million. So if I bring hiyo ng'ombe ya 1 meter siko 2 feet. Okay, nipe tu hiyo 1. Alafu unajua kitu kingine nikileta ndama kwako hiyo ndama ikikuwa kubwa itazaa ndama zingine. So after that before ifike kubwa sikikuwa naenda ingine. Okay, tukitoka hapa tuende kwa Brown Mauzo. Brown Mauzo amesema starting next week, this week sasa, I will be giving my loyal female fans a chance to spend a day with me having fun moments. Wow. Aki, grant me one. So unakuanga top fan wa Brown Mauzo. But I think top fan waka anakuanga ni Vera Sidika. Vera Sidika ni extend atakuwaje top fan? So if maybe pia yeye alikuanga top fan. Then but I think it's very shocking that
Ferasidika after breaking up with Otile Brown akaelekea kwa Brown Mauso. So this lady loves watu wenye wamemalizia na Brown. So I think next it's me because my name is Raja Brown. Okay. So naona hiyo dream yako amka. But nimekuwa nikiconsider sana. So kaa alitoka kwa Otile Brown akaelekea kwa Brown Mauso. So si anarudi kwa Raja Brown. Okay, men wao mostly wanauliza what do women want? Lakini leo acha nione. What do men want? But I think this lady loves men with the tattoos. Ndio Otile Brown alikuwa na tattoo. Huyu pia Brown Mauso anakuanga na tattoo. But since your relationship ya Ferasidika na nini ishe tu hivi. Jamani kaa siku hizi focus sana kwa music industry. Yeah. Okay. But let's hope atapata fans wako na now out. So those ladies who are interested, you can a chance for you. Yeah. So from there we are heading to Vini Baite. Vini Baite. But it's kwani hako na dem. Vini Baite. Okay, Vini Baite, there is online pale TikTok. Yeah. Wow, unajua mesikia movie. Kuna huyu demu amekuwa na yeye from campus. So watu wa wanagezi. Huyo ndo demu yake au nani? Huyo demu ajai show ni nani huwa anamgift hizo gifts zake, ni nani huyo like kuna time wameenda wamekuwa na engagement but I think it's a good idea for celebrities to hide their relationship. Juu at some point unapatanga like wakijua tu sana your relationship inaenda tu fiti, kuna watu watataka kuingilia. So about Vini alikuwa amejigift a brand new Mercedes Benz E-Class to celebrate his birthday. So I think it was it on I think imekuwa this week. I think Monday, and I'm happy. But by the way you say kama kuna kitu unaweza jibaia like to make yourself happy, do it. Hata kama ni akapesa kadogo hivi but itakumake happy. Kama mimi nikitoka tu hapa naenda tu hapo ni big mandazi mbili saa 55 na so inakumake happy, itanimake too happy. Buy hiyo yako. So from there we are heading to ilikuwa kuna ile event ya Bahati. So alikuwa amehaga waside ma Facebook. So hii pia ileta mixed reaction. Juu kuna one of the fans mwenye alikuwa ameweka post akisema alikuwa amecomment akisema makeup imetumika kupaka demo wa Facebook, inaweza paka wengine 5 but wamempaka yote. Okay, I think online this hate and like bad comments sijui itafanywa nini ndo wapunguze. Okay, sometimes kama unajua you are right with this thing to hurt someone, inaweza lower someone's self-esteem. Please don't do it. Can we just be positive even for once? But so it's okay. So from there we are heading to where? Akothe. Miss Nightlife. So alikuwa ameka post akisema ipe ina bamba. Me, I just want Nelly Ox to take me to any local club where they play rumba. Ama wale Congolese wanakatika tumemonda. Nyamafida, Talents, Zanzibar. Zanzibar. Is it Zanzibar ama Zanzibar? Zanzibar. Hata kama ni kuje but I don't want to move around with security. Just me and him. Is it possible to have this life back? I am missing it a lot. Alafu watu pia walicomment kidogo. Akasema huyo mtoto mfupi round ukimuuliza anasemaje? Mwingine akasema heshimu umri wako. At your age you should be taking care of your children. Sio kuranda kwa vilabu. I think it's high time that
Akopea atulie. Yeah. Umeona juzi amekuwa na wedding ya mtoto wake. I think ako na watoto wakubwa sasa. Ni saba. Yeah. So I don't expect a mother of 7. Anaitwanga Madam Boss. Yeah. So alafu kuna kutoka hapo tunaelekea kuna post fulani ilikuwa ikitrend. Then hawa kwani ni kina nani mnaita sleepover? So ilikuwa ni post ya Mbote Njoo. Unaita mtu sleepover, akitoka asubuhi anakuambia unigawie unga. Kwa hiyo wani ni kubaya aje? Okay, I don't think ni kitu mbaya. Hey, but utaacha mwenzako aenda iname. Na uko na unga. Si umgawie. It depends. So if it's a relationship, ina depend mwanaume alikuwa anataka nini. So if it's a hit and run, I don't expect somebody to be asking. Si umpe unga aende nayo basi. Ilikuwa hit and run. Why should I support you? Na business yetu mimi na wewe imeisha. Kwanza kumbuka unafuata umpeko unga kiasi au kuna vitunguu mgawie. Alafu nyanya zako ya au watu wengine walicomment pia tulikuwa na jamaa mwingine anachita weusi akasema unaita dem sleepover alafu asubuhi ukiendea Masio unaambiwa anakuambia umkujie na fake. Alafu pia mwingine akasema kwani mnaita kila nani sleepover? Okay, ni mtu tu ameitisha kenye anataka. Mimi nitaka unga. Kwa nini usinipe unga na uko nayo? So due to time, nataka tu tukuzie vitu tukimbie tu haraka tumalizie. So I think Kenyans are ready for 1 million chapatis. Yeah. Juu wase wengi wamekuwa kiulizia, shida hata sio 1 million chapati, shida ni dengu. Itatoka wapi? Itatoka wapi? Yeah. Mwingine akasema kutembea na kamande. Kutembea na kamande sasa. Alafu mwingine akasema nowadays natembea na kamande kwa handbag. Unajua hata mimi siku hizi nikitembeanga niko tu rada. Uko rada na kamaragwe kaka kamekango. Natembea na subu. Juu anytime unaweza kutana na wase wa Subaru wanawagawia chapo. Yeah, so again ilikuwa last week sikubambika vile. Kulikuwa na tragic night in Rongai where a boda rider was fatally stabbed by his wife over money disputes. And it's high time that ladies start to understand. Wanaelewa tu. So tuko on a rainy season. So you don't expect pesa ingie penye ilikuwa inaingia. Juu sasa unapata wase wengi hawatoki sana. Au hata akitoka ata prefer matatu. Juu matatu maybe hata itakuwa safe tu. So ladies, my gender. Okay. Sijui niwaambie nini but it's okay. So imagine ameacha tu mtoto mdogo. So it's painful. But made a sort of young man rest in peace. So tukitoka huko sasa nasikia wasee huko nje wanasema anzi sasa hata nikienda tu kuna dawa. So you are talking about majaribio ya HIV Afrika Kusini yaonyesha baadhi wanaweza kuacha dawa na kubakia na afya njema. So sasa majamaa wanasema mimi sasa siogopi ukimwi juu dawa imepatikana huko South Africa. So any comment on that side? Okay, just protect yourself. Achana na mambo. Kwa South Africa. Hata ujui maybe ita cost pesa ngapi. Haujui kama hiyo dawa bado imekuwa like iko sawa kabisa. So achana mambo mengi. So tukimalizia tu. Nataka tumalizie na content creator and smart working lady Alicia Kanini now says she is ready to get married. Man, kuna hapa lady mwenye ako beautiful, hardworking, amesoma, ako single and ready for marriage. She's ready to mingle. And I think she can make a good wife for those young men who
who know what I'm talking about. So then kulikuwa na comments kwa zinasema eti waziri wa mambo ya ndani waziri wa mambo ya ndani anataka kuolewa. Eti sasa alafu mwingine akasema sasa unaanguka ndani. Hata sisomi. Okay, it's okay. But I know you understand, guys. Yeah. Okay, so tukimalizia kabisa but saa tuende nje kidogo tu. Tukimbie tu Tanzania kidogo. Tanzania kidogo tumeona Diamond Platnumz amepost through Instagram story yake akisema salio lake ni cash 99,87,54,3. Hiyo ni milioni 9,987,543. Yeah. But ukiweka hii pesa translate from Tanzanian shillings to Kenyan shillings, 9 million unaweza pata ni kitu 10k hivi. Kwanza 50k. 50k. Ama 100k tu hapo. So, okay, si kwa ubaya but umeona this imekuwa weekend last weekend. Unajua Gaubina amekuwa huko Tanzania. Ameenda kwa nini yake huko Tanzania, amebuy soda ya Fanta. Imagine hao wase bado wako na zile soda za kitambo zile. Na kachupa kile kakonga karefu hivi. Then after kubuy hiyo soda hii yenye inakonga 30 bob kwa sijui ngapi. Anaambiwa hiyo ni 15,000. Wasema 15k ya Tanzania. Kumbe saa Kenya ni okay, Tanzanians, wow. So meaning nikitoka hapa na 100k zangu Kenya, nikifika huko naomoka. Nasikia unaona comment section mtu amesema Tanzania mmoja ajitokeze ni mtumie 30 bob abai shamba. Okay guys. Tumekuwa wako wa Right Friend, Raja Sonyando na Fadila Nyonche. So tunaomba support it. Support by subscribing, liking, commenting and sharing. And remember next week kama sahi tutakuwa na nini tena. Tutakuwa tumewaandalia vitu zingine fiti. See you next time. Bye. Bye.